Invite His Excellency, the President of Kenya, to come and address the Muslim community. Haya, tafadhali tunaweza keti chini. Asante sana. Asante. Mheshimiwa party leader wa chama cha ODM, Daktari Oginga Oburu, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha ODM, Mama Gladys Wanga, Mheshimiwa gavana wetu wa jimbo la hapa Kisumu, viongozi wote, ndugu Waislamu, assalamu alaikum. Eid Mubarak. Asanteni sana kwa kuitikia mwito wangu ili tupate nafasi hii ya chakula cha mchana katika siku hii ya muhimu katika kalenda ya ndugu zetu Waislamu. Nikichukua nafasi hii kwa niaba ya serikali ya Kenya na ndugu zenu wa Kenya wote kuwashukuru kwa dua mlizoombea taifa letu la Kenya. Mimi nasema asante sana. Mimi najua maana ya fasting because even as Christians we also fast. And fasting is a very central tradition to matters religion. Na naelewa umuhimu ya watu kuchukua muda wao ili waweze kwenda mbele za Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi ambayo yanahitajika kwa maisha ya binadamu na vile vile kwa watu kama vile tulivyo kama taifa la Kenya. Kwa hivyo, kwa niaba yangu binafsi, serikali ya Kenya na ndugu zenu wa Kenya wote, tunasema asante sana kwa kutukumbuka, kwa kuombea taifa letu la Kenya. And we have many things to thank God for in Kenya. Tuko na sababu tosha ya sisi kumuomba Mwenyezi Mungu, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mengi ametutendea, ametutimizia kama taifa la Kenya. Na ndio furaha yangu leo hapa Kisumu. Mumesema ni mara ya kwanza, but there is always a first time. Mungu ndivyo alikuwa amepanga ya kwamba leo ndio itakuwa mara ya kwanza, na tunashukuru Mungu. Karibuni hapa. Mkipata nafasi tena siku ingine, najua mko na shughuli mingi, lakini mkipata nafasi ingine tena kidogo siku ingine, mnakaribisha. Mimi nimefika hapa Kisumu jana, kapokelewa na gavana wetu wa hapa Kisumu na viongozi wa hapa. Mimi niko hapa leo, kesho kutwa, siku hiyo ingine. Kwa hivyo muanze kunizoea. Nitakuwa huku, so muanze kunizoea, kwa sababu hata mimi nimewazoea sasa. Nataka niwashukuru na niwashukuru Wakenya wote
kwa kunipa nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, na pia kwa kuniandamisha na maombi, ndio yale malengo yetu yote kama taifa Mungu atujalie, si ndio? Nyinyi mnajua miaka 3 iliyopita tulikuwa na mazito na magumu kwenye uchumi wa taifa letu. Mambo ya inflation, mambo ya exchange rate, mambo ya interest rates, haya mambo yote yalikuwa yanatusumbua, mpaka hata maneno ya our foreign exchange reserves. Mungu ametujalia kufikia sasa mambo ni tofauti na vile yalivyokuwa miaka 3 iliyopita. Sio kwa sababu ya bidii yetu peke yetu kama binadamu, lakini Mungu ametuwezesha. Ile inflation ilikuwa 9%, sasa ni 4%. Exchange rate ilikuwa 160 something, sasa ni 130. Interest rate ilikuwa karibu 20, sasa ni 13, inakuja. CBR sasa imeshuka chini ya 9%. Ile dollar reserves, wakati tuliingia ofisini kulikuwa na matatizo mengi sana ya mambo ya madola. Today we have the highest foreign exchange reserves in Kenya's history. And these are facts. I can confidently say that we have consolidated our economy, we have stabilized our economy, and that is why we can now discuss about our roads, our infrastructure, our electrification, educating our children, universal health coverage, our agriculture. So mimi nawashukuru sana kama Wakenya, kama Waislamu kwa msaada wenu katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Kabla sijasema yale mambo Secretary General wetu amesema hapa wa Kenya Muslim Association Kisumu Muslim Association. Kabla sijasema mambo machache kumhusu, ningependa kusema ya kwamba kwa sababu ya support yenu na maombi ya Wakenya wengi, mambo yaliyoonekana ni magumu zaidi yamewezekana. We have stabilized our economy. We have transformed our agriculture. Pale unga ilikuwa 250, saa hizi unga imefika 120, 130, 140. Mbolea ilikuwa 7,000, saa hii iko 2,500. Hapa Kisumu, the whole sugar belt was in a crisis. Nakumbuka gavana wa Kisumu aliniandikia taarifa mrefu, Kiingereza ngumu, kunieleza mambo ya the sugar sector na what his proposals were. Today, standing in Kisumu, I can say without fear of any contradiction, we have turned around the sugar sector. Yes, the sugar mills that were in dire straits. Kampuni za miwa hapa haikuwa inalipa wakulima, wanangojea mpaka almost 1 year. Wafanyikazi hawajalipwa sijui karibu miaka ngapi. Hawalipi
hawafanyi maintenance. The whole sector was almost collapsing. With my brother, the Right Honorable Raila, we sat down, tukasema we better make difficult decisions now. And we did. And the results are there for all to see. Leo mkulima akichukua miwa yake baada ya 7 days analipwa pesa yake. Ile walikuwa wanangojea mwaka moja, sasa ni 7 days. Wafanyikazi ambao tulikuwa tunawalipa kama wakulima kama serikali, leo wanalipwa na kampuni zao monthly like all other workers. For the first time we are going to be paying bonuses for our coffee, for our sugarcane farmers, the way we pay for coffee and the way we pay for tea. Huyu Junet atawaambia kampuni yao ilikuwa inaitwa Sony. Ilikuwa na matatizo makubwa sana. Today, Sony pays farmers every 7 days. And so is Chemelil, and so is Moroni, and so is Nzoia, and so is Miwani. So we are proud of the partnership between all of us as the people of Kenya on the transformation of agriculture. Tea farmers are getting more money, coffee farmers are taking more money, dairy is up, and by God's grace, Mungu akitujalia, in the next 2 to 3 years, Kenya will be a net exporter of sugar. I am very confident. Ile kisirani tumesumbuka naye miaka 40, COMESA safeguards, we don't need COMESA safeguards anymore. Our sugar industry is strong enough to be able to compete with any other farmers in any other part of our region and any other part globally. So mimi nasema haya yote hayangewezekana bila ya sisi wote kuungana. Elimu ya watoto wetu, nyinyi mnajua, university nilikuwa hapa juzi, university ya Uzima. Tulikuwa na madeni makubwa sana ya mambo ya university. Most of our universities were technically insolvent because we had a wrong funding model. We have corrected the funding model. Tumeajiri walimu zaidi. Tumejenga an extra 23,000 classrooms. We have stabilized our education. Tumenyorosha ile CBC ilikuwa inasumbua wazazi na walimu na watoto wetu shuleni. Now we can confidently say that our education system is now properly organized. Tutaongeza tu resources to make sure that hakuna kitu inaharibika, kwa sababu hiyo sekta ya elimu is the most critical, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa. Watoto wa matajiri, watoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. That is why it is important for us hiyo elimu ifikie watu wote, and there should not be any child in Kenya mwenye anakosa nafasi ya kusoma kwa sababu aidha mzazi hawezi ama yale mengine. That's why we must make it universal, and we must make it free, and we must make it compulsory. So ndugu zangu watu wa Kisumu, kwa sababu mimi niko hapa kwa muda mrefu, sitataka kusema mambo mengi leo. Ile kitu tu ningewaeleza ni kwamba mbali na mambo ya kilimo na uchumi, Kisumu County is an example
on matters universal health coverage. Professor Anyang' Nyong'o has been a great champion. Watu wengi zaidi, Kisumu is among the best performing counties in the registration of SHA. Kwa sababu Anyang' Nyong'o wakati alikuwa ni waziri wetu wa health, he piloted, yeye ndiye alisukuma, yeye ndio pioneer ya mambo ya universal health coverage. Lakini limetusumbua miaka mingi. But today we are confident with the partnership of county governments and the changes in the law that we have made. Universal health coverage is now beginning to be a reality. Kwa sababu tumesema afya isiwe ni starehe ya watu wako na uwezo, wako na pesa, wako na kazi. Pana. Afya ni haki ya kila Mkenya. Na ndio tumesema mambo ya kwenda hospitali, tunataka kila mtu aende hospitali atibiwe na gharama ya hospitali ilipwe na bima ya SHA, so that we can all move together. So again, I must congratulate the county government of Kisumu and the people of Kisumu for what they are doing, and by extension, all the other counties and all the other governors who are working with us on delivering universal health coverage. It is important for me to say this on this very important day, a religious day. Tukiwa tunasema hivyo kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha haya mambo yote yaweze kutimika katika taifa letu la Kenya, ili we can celebrate our being Kenyan. And in that celebration, we thank God for the achievements that He has afforded us. Kesho, vile mumesikia, kesho tunaanzisha rasmi reli ya kutoka hapa kuungana na Naivasha na kutoka hapa kwenda Malaba. Rais Museveni atakuwa hapa kesho, kwa sababu na yeye anasema ikifika Malaba anataka asukume kutoka Malaba iende Kampala na iende mpaka DRC. Because we want to establish the SGR not just as a transport corridor. We also want it to be a logistics infrastructure development. Hapa Kisumu, we are going to build a very big logistics hub ya biashara. Na mimi najua jamii ya Waislamu wengi ni wafanyabiashara, si namna hiyo? Kwa hivyo mwanze kujipanga. Hapa tutakuwa na logistics hub kubwa ya kusambaza mali katika East African region, 5 countries: Sudan, South Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC na baadaye Central African Republic. So tutashirikiana na nyinyi, and that piece of infrastructure is very important to us. It's very important to Kenya. It will completely turn around the city of Kisumu, because the city of Kisumu grew in its earlier days because of the railway. And we are bringing back the railway, and I agree with the proposal by leaders here that as we do the railway city in Nairobi, we will do the railway city in Kisumu. Pia nitakuwa hapa maneno mengine ya maendeleo ya sehemu hii. Kisumu hapa, nyinyi mjue ya kwamba among the 3, 4, maybe 5
largest investments that we have made is in Kisumu. Hapa Kisumu, the investment we are making in our universal health coverage na in our affordable housing and in the markets and in the hostels, just in the markets, hostel and affordable housing is an investment of 45 billion in Kisumu County. Bilioni 45 Kisumu County hii. Hapa tunajenga manyumba, nyinyi mumeziona. Tunajenga nyumba 15,000. Tumeweka pesa ya serikali 34 billion just in that exercise. Tunajenga masoko hapa 24. Tumeweka pesa 5.5 billion. Tunajenga hostels ya vijana wa hapa Kisumu wa University, TVET, KMTC. Vijana 10,000 watakuwa na hostels hapa Kisumu. We have put another 5 billion. Ukihesabu hiyo pesa yote ni 45 billion in one county. Sio kama naelewana. Na ni kwa sababu tulisema tunabadilisha siasa. Siasa ya chuki, siasa ya ubaguzi, siasa ya ukabila. We don't have time. Equity is as important as we are members of one nation called Kenya. Ni mnanielewa? So nimesikia kabla sijasema hiyo huyu ndugu yangu alivyosema. Mbali na hiyo profesa alituuliza ya kwamba tujenge a modern stadium hapa katikati ya town. I send my people governor, hiyo stadium tunataka kumaliza before December. Modern stadium tumeweka hapo karibu milioni 950. We want to do that stadium. Ndio wakati tunabadilisha ile jina iitwe Raila Odinga Talanta Stadium kule Nairobi, tuwe na stadium pia hapa Kisumu. Najua tuko na stadium pale lakini kidogo iko chini. Pia ningependa kusema ya kwamba hospitali ya level 6 mliosikia ikizungumziwa hapa, we have taken over that hospital. We are now using national government resources to run that hospital. And I want to thank Professor Anyang' Nyong'o. Unajua kuna watu wengine hawaelewi ya kwamba the partnership between the national government and the county government is a constitutional imperative. It is what the Constitution envisaged, so that because hakuna watu wa national government, hakuna watu wa county government, wa Kenya ni wale moja. We're just serving people from different categories. So thank you very, very much, Professor, for agreeing to work with us on that. And I want to commit to you that we will improve that facility and make it a truly level 6 facility. Sindio? Alafu sasa Professor, wewe utashughulika na Kisumu Referral Hospital, lakini pia pale nitakuja nikusaidie. Nimetafuta pesa kidogo wakati niligawagawa. Nitakusaidia milioni 400 ya kuimprove that Kisumu. Nimeambia huyu mbunge huyu Oron ndiye alikuwa ananisumbua. Hii makelele mingi ya Oron ni ya nini? Hii power, anatafuta power gani?
Anatafuta vile vile nitakuwa kule Siaya kwa sababu watu wa Siaya waliniuliza tujenge paya kama ile tulijenga Homa Bay. So nitaenda huko Usenge tuanzishe, tumepata milioni 500 ya kujenga paya pale. We have also a very large program. We have a big program on the blue economy. I'll be launching some fish landing sites. Tumesema tujenge fish landing sites 10 along this from Busia to Migori. So we'll be doing that na mambo mengine mengi as we develop this great city and this region as well. Kwa hivyo wacha nisiseme sana. Kuna mambo matatu huyu SG wetu alisema. Kwanza alisema maneno ya bus. Hii bus ni kitu kidogo, nyinyi tafuteni bus, mimi wacha na Opio. Huyu waziri wangu huyu Opio Wandai akuja afanye harambee ya bus, amalizane na bus. Hiyo ni si ndio? Opio amesikia. Sasa wewe ukuje upange watu kidogo hapa ununue hiyo basi inasemekana. Mumesema ya kwamba tujenge msikiti. Naitwa Jamia Mosque mahali fulani hapo. Katikati ya town Haya. Hiyo nitawapatia milioni 20 ya kuanzia. Ndio. Mnitafutie Haya. Alafu mutapanga harambee, si ndio? Mtapanga harambee tena ya kuja kusukuma hiyo maneno. Niko na mawaziri katika baraza langu la mawaziri ambao ni Waislamu. Nitawatuma hapa wakuje sasa wafanya harambee ndio tusukume hiyo msikiti kabisa mpaka ijengwe. Maneno ya affordable housing. Umesema affordable housing, si namna hiyo? Sasa maneno ya affordable housing, manyumba niko nayo tayari, pengine nyinyi mshindwe. Ninajenga nyumba hapa 15,000. Kwani mnafikiri hiyo nyumba ni ya nani? Ni yenu. So bwana SG, panga hawa Waislamu wajipange na hiyo nyumba. Hapo ni shilingi, kuna nyumba unalipa kila mwezi shilingi 4,000 kila mwezi, 4,000, alafu nyumba inakuwa yako. Bado unatafuta nyumba nyingine kuliko hiyo? Na hiyo ni hiyo nyumba iko ghorofa namba 19, 20. Hiyo ulisema unataka mahali iko hewa, hiyo iko huko tayari. Kwa hivyo nyinyi mjipange. Iko nyumba unalipa 4,000, iko ingine unalipa 6,000, iko ingine inalipwa 10,000, iko ingine unalipa 15,000, hata ukitaka 20,000 iko. Kwa hiyo 15,000 units iko hapa. Lakini hakuna mtu atakuja kwako kuambia wewe lazima ujitume. Enda kwa mtandao saa hii. I think it is *832# or is it the other way around? Hamuna simu? Simu yenu ilienda wapi? Sala. Haya, nitawaambia wale watafute masimu yenu. So mjipange hapo bwana SG, jipangeni hapo. Mwisho kabisa, mimi nimefurahi sana kufika hapa kwenu.
Nimeshukuru sana kwa ushirika wenu, vile mnatuombea, mnaombea taifa letu la Kenya. Msiwajali wale wengine, wale nitawashughulikia. Wale wa kutusumbua, wale wa pepo mbaya ya ukabila na chuki, wale nitawashughulikia. Si ndio? Unajua wale wamenitukana mwaka 2 mfululizo, for 2 years. Wamenitukana for 2 years mfululizo. Juzi nimewajibu siku moja, na hata sikuwajibu, niliwaambia tu tabia yenu si mzuri, kaeni namna hii, wacheni wizi ya kuibia mayatima na wajane. Hiyo ndio wizi mbaya zaidi. Wacheni mauaji ya wasichana, watoto. Nimewaambia wakuwe na nidhamu, chakula wapunguze, wasikule sana. Sasa hiyo nimesema iko makosa wapi hapo? Makosa iko wapi? Mimi sijatumia lugha ya matusi, wao ndio wananitukana. Na shida wao ndio walianzisha. Nilijaribu kuwaeleza, jameni, wacha tushindane kwa sera, tushindane kwa maono, tushindane kwa mpango, tushindane kwa ajenda. Wakasema hawana ajenda, hawana sera, hawana maono, hawana mpango. Ati mpango yao yote ni William Ruto. Sasa what was I supposed to do? Ningefanya nini? Hawataki tushindane kwa sera, hawataki tushindane kwa sababu they don't have. Hawana mpango, hawana agenda. Wanataka tu majibizano kati yangu mimi na hao. Sasa nikawajibu tu kidogo, nduru wameanza, body shaming, sijui nini. Kwani kuambia mtu enda kwa gym na upunguze chakula ni body shaming? How is that body shaming? Surely. Ama namna gani? Si walikuwa wanasema mimi nimekonda. So I was explaining to them how to reduce weight. How is that body shaming? Ama namna gani? Tunaelewana? Nilikuwa nasikia wakiongea sana mambo ya wizi na mambo ya mauaji. So nikawaambia wizi ile mbaya zaidi ni ya kuibia wajane na kuibia mayatima. Wacheni. Ama namna gani? Kwani hapo iko makosa? How is that wrong? How is that unpresidential? Wale wengine ambao walikuwa naongea mambo ya mauaji, nikawaambia nyinyi mumeua Wakenya wengi, mumemwaga huko Yala. Mumeua wasichana, watoto, mumewaua, mumewafanyia mambo mabaya. Waacheni. How is that unpresidential? Kwani kwa makosa kuambia watu wawache mambo ya kuua wengine? Yeah. So na bado nimesema 1% of my time nitatumia kudeal na hawa watu, kwa sababu mnasema ni wanyoroshe. Ni wanyoroshe hawa, wawache kuua wasichana wetu, wawache kuweka watu ribayala, wawache kuibia wajane, wawache kuibia mayatima. Nitawaeleza mpaka watakupata. Yes. Tunaelewana? Lakini 99% of the time mimi nitakuwa napanga mambo ya reli, napanga barabara, napanga matibabu, mambo ya kilimo, masomo ya watoto. Lakini 1% inatosha hawa watu ni deal na hawa.
Kwa hivyo otherwise, watu wa Kisumu, asanteni sana. Mimi nawapenda, nawajali, nawatakia heri. Mungu awabariki na tutakuwa hapa pamoja. Asanteni sana. God bless you.